Bwana Yesu asifiwe. Wako mchungaji Mikael Zabroni Mwanizua wa kanisa la TAG Upatanisho lilopo mamlaka mji mdogo Mbarizi Nsalala Mbeya. Siku ya leo nimekuja na mambo makuu matatu yanayohitajika kwa muamini aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Jambo la kwanza katika maisha, kumwamini Yesu Kristo kuliko kujiamini. Kumwamini Yesu Kristo kuliko kujiamini. Jambo la pili, kufanya kazi na Mungu kuliko kufanya kazi ya Mungu. Jambo la tatu, kuacha chochote kwa ajili ya Mungu na kutokumwacha Mungu kwa ajili ya chochote. Nataka nirudi katika jambo la kwanza kabisa, kumwamini Yesu Kristo kuliko kujiamini. Tunajifunza kwa wana wa Israeli, walisema kwa Mungu wao ya kwamba uwepo wako Bwana uende nasi, hatuwezi kwenda bila wewe. Walijua bila uwepo wa Mungu hawawezi kufanya lolote, hawawezi kufanya chochote. Na ndivyo ilivyo hata kwetu leo. Bila Mungu hatuwezi kufanya chochote. Na ndio maana leo kumekuwa na shida sana kwa waamini kwa kuto kumwamini Yesu Kristo na kujiamini wenyewe. Vimeingia vitambaa, yameingia mafuta, zimeingia chumvi. Kosa kubwa lilipoingia ni kujiamini kuliko kumwamini Yesu Kristo. Jambo la pili, kufanya kazi ya Mungu. Shida kubwa inajitokeza. Kufanya kazi ya Mungu maana yake ni kufanya kazi bila Mungu kuhusika. Unakuwa unafanya kazi bila mwenye kazi kujua kuna mtu anafanya kazi. Lazima kuwe na connection baina ya muamini na Mungu. Na ndio maana Biblia takatifu inasema, basi kabla ya mambo yote nataka kuanza sala na dua. Kabla ya kufanya kilicho cha Mungu, muulize Mungu ni kitu gani cha kufanya. Inatakiwa ni muulize Mungu, ni jambo gani Baba unalitaka kwa kipindi hiki ili kutembea kwenye lamani. Ndivyo inavyotakiwa. Ukitembea kwenye lamani maana yake ni kufanya kazi na Mungu. Jambo la tatu, kuacha chochote kwa ajili ya Mungu na kutokumwacha Mungu kwa ajili ya chochote. Maandiko matakatifu yanasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Tatizo lilipoingia watu kujikita kutafuta mengine kuliko kumtafuta Mungu.